محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله ومصطفاه. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله مني وإياكم من النار. فيا عباد الله، الله عباد الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salamu zimfike kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote, ningependa niwahusie nyinyi pasipo kusahau kujihusia mimi ninayezungumza juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayahitaji na kuyaridhia, na kwa kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayakataza na kuyakemea, tukiwa katika alania na tukiwa katika wakati wa siri. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Furqan, akitupa ahadi, anatuambia in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ikiwa mutamcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala anawapa ahadi ya kuwapa furqan, uwezo wa kutenganisha kati ya haki na batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, na atawafutia madhambi yenu. Wa yaghfir lakum, na Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe. Wallahu dhul fadlil azim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadla kubwa sana kwa waja wake. Ndugu zangu, mundhu an wujida an-nasu fi hadha al-alam wal harbu baina ahli al-haqqi wal batil qaima, tokea wakati ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu na kuwaleta katika ulimwengu huu wa ardhi, bado vita kubwa kati ya watu wa haki na watu wa batil imeendelea kusimama. Yatadafauna wa yataghalabuna wa yuharibu ba'dhuhum ba'dha, wakiendelea kusukumana na kushindana na kupigana wao kwa wao. Na Allah subhanahu wa ta'ala bado yupo katika upande wa jeshi lake la watu wa haki, na watu wa batil bado wakiendelea kupambana na kupanga mikakati yao na kuweka vikao vyao kila siku kwa ajili ya kuinyanyua kufuru yao, na kwa ajili ya kueneza dhalala yao, na kwa ajili ya kuwazuia waumini na Waislamu katika kueneza dini yao na kunyanyua nembo zao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake amewafanya Waislamu na waumini wote kwa ujumla, amewawekea sheria ya kupambana na hawa maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala kihoja, kimali na kielimu, kwa namna yoyote inavyowezekana katika kila nyanja kuweza kupambana nao, almuradi malengo makubwa kuweza kuikinga dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala walivyoona katika kila nyakati wakijaribu kupambana na waumini katika njia ya mapambano ya damu,
katika njia ya mapambano ya katika viwanja vya vita, wanapata maumivu makubwa na kuelekea katika kushindwa, wakaamua kuelekea katika upande mwingine wa vita, vita ambavyo vinawanufaisha wao na vita ambavyo ni vyenye kuweza kuuangamiza Uislamu, vita ambavyo vinaweza vikaja kugusa hisia za waumini, na vita ambavyo vitanyanyua yale matamanio ya waumini na kuweza kuwaporomosha chini, ila an yakuna asfala safilin, na mpaka wafikie kuwa watu wa chini kuliko vitu vyote vilivyokuwa chini. Na miongoni mwa hivyo vita na miongoni mwa mbinu zao walizozitumia katika vita hivyo ni kuandaa kikundi maalumu ambacho kinaitwa al-ilmaniyun. Al-ilmaniyun laisa nisbatun ila al-ilm, hii haina mahusiano yoyote wala munasaba wowote na ilmu, bali hiki ni kikundi ambacho kimeandaliwa maalumu kwa ajili ya kuendeleza kupambana vita hii, na hii vita inaitwa harbul mafahim, vita ya ufahamu. Hawa al-ilmaniyun wakaja na propaganda mbalimbali kwa ajili ya kuunyong'onyeza Uislamu, na miongoni mwa propaganda zao walizokuja nazo ni propaganda ya al-hurriya, uhuru, al-hurriyatu shakhsiya, haki za kibinadamu. Al-hurriyatu shakhsiya, hizi haki za kibinadamu, malengo wanayoyakusudia hawa watu siyo yale malengo ambayo yanafahamika na watu wengi wenye akili timamu, na wala siyo yale malengo yanayotamkwa katika ndimi zao, bali malengo yao kabisa yaliyokuwepo ndani yake ni kuunyong'onyeza Uislamu. Kwa hivyo wanakuja na propaganda zao za al-hurriyatu shakhsiya, haki za kibinadamu, lakini malengo makubwa, wakiendelea katika kila wakati kuzungumza maneno yao haya mpaka nafsi zizoee na zimeze huu ujumbe wao. Malengo makubwa ni kuweza kuudinimiza na kuweka chini Uislamu. Na kama sisi tutanyamaza kuto kuileta ile maana sahihi ya huu uhuru na hizi haki za kibinadamu, basi watu wataendelea kupotezwa katika kila wakati na kufanywa abidan li shahawati haula, kuwa ni watumwa na waabudia matamanio ya hawa watu ambao ni al-ilmaniyun. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqa an-nasa ibada, hajawaumba wanadamu kuwa ni watumwa liabidin mithlihim, kuwa ni watumwa wa watumwa mfano wao. Wanadamu wote hapa duniani ni watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tunapaswa kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawa al-ilmaniyun wanakuja na propaganda zao wakitaka kutufanya sisi tusiwe watumwa wa kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, bali tuwe watumwa wa kutumikia matamanio yao. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha tajawaza li an ummati, kwa hakika Allah amekwisha kuusamehe umma wangu mambo yafuatayo. Akasema al-khata, jambo la kwanza ni mtu jambo ambalo atakalolifanya kwa makosa, jambo atakalolifanya kwa kukosea, wanisyan, na jambo ambalo atakalolifanya kwa kusahau, wa mastukrihu alaihi, na lile jambo ambalo mwanadamu atakalolifanya hali ya kuwa amelazimishwa. Haya mambo ndiyo ambayo mwanadamu atakuwa amesamehewa, ndiyo mambo ambayo hatohesabiwa. Ama kinyume na hapo, mwanadamu hayuko huru katika kulifanya jambo lolote analolitaka. Hawa watu malengo yao makubwa ni kutufanya sisi kuwa ni abidan lahum, ni watumwa wa kuwatumikia wao, na wala tusiwe watumwa wa kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Huu uhuru ambao Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu, uhuru na matashi ambao amempa Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu na uwezo wa kufanya, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameuwekea mipaka, na uhuru huu ni uhuru katika ikhtiyarul mubahat, katika kuchagua vile vitu vya halali. Mwanadamu ana haki ya an yaakula au yashriba ma yasha,
ana haki ya kunywa na kukila chochote anachokihitaji, au yalbasa wa yatazayyana bima yasha, au kuvaa na kujipamba kwa kitu chochote anachokihitaji, wa an yantakila haithu yasha, au kuama kuelekea katika sehemu yoyote anayoitaka, au yaamala fima yasha, au kufanya kazi yoyote anayohitaji, liyuhassila rizqahu, kwa ajili ya kutafuta riziki yake, maadama fi dhalika dhawabitun wa hududun allati jaat biha alislam, madamu katika haya yote mwanadamu anayoyafanya kuna dhawabit na mipaka ambayo Uislamu umekuja nayo. Lakini si huru mwanadamu kulifanya jambo lolote analolihitaji katika wakati wowote anaohitaji, katika sehemu yoyote anayohitaji. Kwa maana hawa watu wamekuja kusema haki za kibinadamu, kwamba mtu ana uhuru wa kuwa mwanamume, ana uhuru wa kujifanya kuwa ni mwanamke, na mwanamke anaweza akajifanya kuwa ni mwanamume. Mtu ana uhuru wa kuzungumza jambo lolote hata kama anatukana. Mtu ana haki ya kulizungumza jambo lolote hata kama linapingana na sheria za Uislamu, hata kama hilo linamtukana Allah subhanahu wa ta'ala na mitume yake, basi mtu huyu ana uhuru wa kufanya jambo hilo. Ana hurriyatu shakhsiya, ana haki ya kutokumheshimu mkubwa, ana haki ya kulizungumza jambo lolote katika wakati wowote, katika sehemu yoyote anayohitaji. Miongoni mwa propaganda zao walizozileta, na hii yote ni kwa ajili ya kuondoa mandhari ya Uislamu na kwa ajili ya kuwanyong'onyesha Waislamu, hata yakuna asfala zafilin, mpaka huyu mwanadamu, huyu kiumbe Muislamu awe asfala safilin, ni kiumbe wa chini kuliko viumbe wa chini ambao wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, mwanadamu ana uhuru wa al-ibtikar, ana uhuru wa an yaktashifa ma yasha, kukizua na kukitengeneza chochote anachokihitaji, na ana uhuru wa kuzungumza katika kuyaelezea yale yaliyopo katika nafsi yake au kuielezea rai yake. Lakini katika hayo yote lazima kuwepo na mipaka na sheria za Uislamu. Kwa hivyo tuwe huru katika maisha yetu, lakini la budda an na'rifa wa an na'lama, lazima tufahamu ya kwamba annana makhluqun, sisi tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa annana mahkumun, na kwamba sisi tutahukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa annana manhiyun, na sisi ni wenye kukatazwa katika baadhi ya nyakati, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mipaka. Wa makana limu'minin wala mu'mina, haikuwa wala si halali kwa muumini yoyote wa kiume wala si halali kwa muumini yoyote wa kike, idha qala Allahu wa rasuluhu amran, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake watakapohukumu katika jambo fulani, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wao wakawa na khiari katika kulitekeleza hilo jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha. Ndugu zangu, innama kana qaula almu'minin, kwa hakika kauli ya waumini katika jambo ambalo idha du'u ila Allahi wa rasuli, watakapolinganiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ayaqulu sami'na wa ata'na, wawe kauli yao inakuwa ni kusema sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii. Ndugu zangu, inapasa tufahamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, idha amartukum bi shay'in, nitakapokuamrisheni katika jambo lolote, fa'tu minhu mastata'tum, liendeeni jambo hilo kwa namna yoyote mnavyoweza. Fa idha nahaitukum an shay'in fajtanibuh, nitakapokukatazeni katika jambo fulani, basi mujiepushe nalo. Wa idha amartukum ala shay'in, na nitakapokuamrisheni katika jambo lolote, fa'tu minhu mastata'tum, liendeeni jambo hilo jinsi ambavyo mnavyolihitaji. Lakini uhuru huu ambao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotupatia, si uhuru wa kuweza kuzungumza jambo lolote au kulifanya jambo lolote maadamu hatuhukumiwi. Kwa hakika maadamu hatukabwi roho, hatukabwi koo, au hatuchapu viboko, au katika wakati huo sheria haituhukumu katika kanuni za kibinadamu, basi tunaweza tukazungumza katika jambo ambalo sisi tunaliona tunaweza au tunalifikiria, basi tunaweza tukazungumza. La budda an nakuna lana hududan, la budda an yakuna lana hududan, lazima tuwe na mipaka, lazima iwepo mipaka kwa Muislamu, ili mradi tuwepo katika zile sehemu, ili mradi tufike katika ile sehemu ambayo Uislamu unahitajika kufika katika sehemu hiyo.